IEBC, Wakenya wakisema tuko CARD, sio watu kutoka nje ya Kenya. Wale tunasema tuko CARD ni Wakenya. Mimi nikisema niko CARD, mimi ni Mkenya. Hatutaruhusu kadi za Kenya za kupiga kura na vitambulisho zipeanwe nje ya Kenya. IEBC, we are aware, munajua kura za Kasongo ni chache. Sasa munafanya double registration vile former AG JB Muturi amesema hapo. Pili, muko munaanza kuandikisha watu nje ya mipaka ya Kenya. And I want to challenge IEBC, waangalie jamaa anaitwa Robert Pokose, mbunge wa Endebess. Tunajua wako wanaandikisha watu Uganda kule Sebei, wanapeana kadi za Kenya kwa watu wasio wa Kenya. So we are demanding that IEBC takes remedial measures to stop this illegal voter registration ya non-Kenyans. Na waangalie mambo ambayo tumeraise as matters of concern ya double registration. Wewe uko Nairobi unajiandikisha, unajipata huko Garissa, unajipata huko Marsabit. Hii ni kumaanisha wanataka watu wapige kura mara mbili, and this must be stopped. So mwisho tunasema we want ile multisectoral forum itakayo leta washikadau wote pamoja. All concerns about this election must be addressed at a round table of all stakeholders. Wakimaliza hii registration next week, we are demanding that in the month of May, we must have a round table multisectoral forum to discuss mambo haya. Sisi leo watu wa Kitui tunataka tuambie vile umetuona hivi. Mimi natoka chama cha DAP Kenya, lakini tumesema tukomboe Kenya. Huyu jamaa JB anatoka DP, amesema tukomboe Kenya. Rigiji, kiongozi wa DC. Pepsodent Charcoal has two of nature's powerful whitening ingredients. With the power of activated charcoal and lemon essence, it removes stains and whitens teeth naturally. Convinced? Well, I am. Just look at your beautiful Pepsodent smiles. Pepsodent Charcoal. Pepsodent. DP, DCP, muko tayari tukomboe Kenya? Munajua kwa nini tunasema tukomboe Kenya? Sababu kuna mtu anaitwa Zakayo, amepanda juu ya mti na amepandisha ushuru. Gharama ya maisha imepanda, haijapanda? Bei ya mafuta imepanda, haijapanda? Nauli imepanda, haijapanda? Na hii ndio sababu tunasema ushuru kushuka, lazima Zakayo ashuke. Mko tayari tumshukishe? Na sisi tuwasema wao, ninyi ndio mtachukua CARD. Mambo ni matatu bwana Zakayo: shukisha ushuru, toa hiyo VAT, na hatusemi 8% peke yake. Toa VAT kwa mafuta. Toa ile shilingi 7 uliongeza kwa mafuta. Na wewe usiposhukisha hiyo ushuru, Wakenya watakushukisha. Mambo ni mangapi? Matatu. Zakayo ashuke, azishuke. Asiposhuka lazima tumshukishe. Mko tayari tumshukishe? Na akikataa juu ya mti tufanyeje? Mko tayari tukate mti? Mko tayari tukate mti? Kukata mti lazima tuwe na kadi. Wangapi wako na kadi hapa? Asante, Mungu awabariki. Sasa tunamkaribisha ndugu Rigathi wa Gachagua. Hi cousins. Hi kuzo. Cousins hi. Cousins wapendane wasipendane. Watembeleane wasitembeleane. Watafute serikali pamoja wasitafute. Wafukuze Kasongo pamoja wasifukuze. Mimi mnajua ni mtu ya chama gani? Chama gani? Kazi yake ni gani? Si ndio nimefika hapa? Si kila mtu afanye kazi yake. Nyinyi kazi yenu ni kuunga Kalonzo mkono na kufukuza Kasongo. Kazi ya Rigiji ni kusikiza ground. Tusikize ground. Hapa Katutu munasemaje? Ati munasemaje Katutu? Katutu munasemaje? Harambee! Harambee!
Wewe Ruto wewe. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe King'ei. Wewe muuaji. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi amua Kasongo aende? Basi sisi hatuna maneno mengine, tumekuja na huyu kiongozi my cousin Kalonzo Musyoka kuomba ruhusa tutembee naye Kenya, tutafute serikali. Mumempatia ruhusa? Mumemwachilia yeye? Mtachunga ground? Ama akiondoka mtaleta Kasongo hapa? Muko na haja na Kasongo nyinyi? Na uongo yake? Sasa ako huko Italy. Anaambia watu ya Kenya wako Italy ati wasisome mtandao, ati hiyo maneno ni ya uongo. Nyinyi watu ya Italy, hii ya mtandao bado maneno iko hapa. Pigieni hii Wakamba ya Katutu, mwambie hiyo mtu ni muo. Na huyu Kasongo tunakuambia usitoke Italy tafadhali. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Si ndio? Si aombewe na Pope apunguze nini? Pia uingie kwa Pope akuombee. Uache kutuma askari na wakora kupiga watu kanisani. Akuombee Pope, uache kusema Gen Z wapigwe risasi mguu. Si mtu aombewe? Si maombi naweza fika? Hii hata hii mtu akiombewa anaweza badilika mkiona? Kasongo anaweza badilika? Kwa hivyo sisi tumekuja tu, hatuna maneno mengine. Ni kuwasemba tuko na Kalonzo na viongozi wengine tunatafuta uongozi. Mshikilie hapa nyumbani. Na mumtafutie askari ya kumlinda. Kiongozi hawezi tembea bila askari ya nyumbani. Charity begins at. Si chama yenu hapa ni gani? Iko ingine? Sasa huyu Kalonzo, my cousin, atatomoa namna gani bila askari? Msimchanganye. Mkitaka kumpatia kiongozi nguvu, mumsaidie na askari ya kutosha. Na askari wazuri na waaminifu. Wale akiwaambia tuende namna hii, wanasema ndio. Si ndio? Mtafanya namna hiyo? Sasa walimu tunaambia nyinyi pole. Walimu Jamhuri ya Kenya wanalia. Kasongo na Duale walilete mnyama naitwa SHA. Na ambaye ifanye kazi. SHA inafanya kazi hapa? Sasa hao walimu walikuwa na insurance scheme nzuri sana. Ni ya kampuni naitwa Minet. Walikuwa wanalipiwa kila kitu. Mpaka kwa bahati mbaya mmoja akiaga dunia, iko ile last expenses. Wale viongozi wa KUPPET, wale ya NAT, wakaitwa na Kasongo. Wakahongwa. Wakachanganywa na Kasongo, wakatoka Minet, wakaenda kwa SHA. Sasa mwalimu ameambiwa ati unaweza tumia only 1,200. Hiyo pesa haitoshi hata consultation. Hawezi enda lab, hawezi nunua dawa. Walimu wamehangaika. Teachers are great professionals. Now when they are being humiliated, they are being embarrassed. Ati wakienda hospitali hawezi pata matibabu. Wanaambiwa watafute pesa waongeze. Alafu Duale anasema ati SHA inafanya kazi. Mimi nataka kuambia walimu ya Kenya, tafadhalini mjiokoe. Hakuna mtu mwingine anaweza kusaidia nyinyi. Ni nyinyi wenyewe mtaambia wakubwa wenu watoke SHA. Wasipotoka SHA, muende mgomo. Kwa sababu itakuwaje nyinyi walimu? Mumesoma, muko na madegree na madiploma. Then munakuwa embarrassed. Munakuwa humiliated in front of nurses, in front of clinical officers, when you cannot be treated unless you add money to what you already have. So sisi tunataka kuambia Duale, nyinyi mumezoea kudanganya psychophants ya UDA. Teachers are professionals. Don't think you can cheat Kenyans. These are very educated professionals who know what they are doing. The same thing to our police officers. Walikuwa insurance inaitwa APA. Wametolewa, wamepelekwa SHA. Hawa askari ya polisi wanaumia. Wanahangaika. These are men and women in uniform. Patriotic Kenyans ambao wanachunga sisi. Sasa wamepata aibu. Na huyu Duale kazi yake ni kujigamba. Huyu atasema ati Rigiji na Kalonzo ati tusifike Garissa. Garissa ni kwake? Garissa ni kwake? Sasa huyu Duale mimi nakuuliza, wewe unasema Rigiji asikuje Garissa na wewe unaishi Kiambu kwa Rigiji nyumbani. Si yeye anaishi Kiambu? Na sisi atuulizi
Sasa watu ya Kiambu wamenituma kwako. Wewe kama ni mwanaume uzuie Rigiji kuingia Garissa. Naye watu ya Kiambu watajua vile watakaa na wewe. Si ndio? Si yeye tumemkaribisha hapo Kiambu na uongo wake na ni mwizi ya pesa ya wagonjwa. Lakini watu ya Kiambu tunasema hata kama ni mwizi wacha akae. Hata kama ni mtu ya uongo wacha akae. Sasa wewe ukitisha watu wasiende Garissa na wewe naishi hapa Kiambu. Wani unafikiria Rigiji hana watu yao? Kuna mtu hana watu wao? Si hata mimi niko na watu wetu. Si iko namna hiyo. Mtakuja kutembea Monyoro? Mtakuja? Mtakuja siku gani? Sasa wewe mumechukua kura? Mumechukua kura? Huyu kiongozi kuna pahali ataenda bila nyinyi kuchukua kura? Mumechukua? Mko kadi? Na msilete mchezo wa kamba. Pali When you gotta go, go for Neptune, the softer 2-ply tissue paper, available in plain white and colored. Hapo kwangu ametuma mtu mwingine anaitwa Soprano. Mnajua Soprano? Aliambiwa ati aletee nyinyi maharagwe. Hii maharagwe ya Soprano haivi. Ukikula tumbo naanza kuguruma. Sasa nyinyi Wakamba mtakula hii maharagwe ya Soprano? Sasa pale tumemsukuma ati anakuja kushindana na mimi, lakini ni mtu bure. Akipewa microphone ationgee na watu, watu wanaanguka na micheko. Ni fire si fire, ni noma si noma, ni Soprano si Soprano. Hiyo Soprano ni bure si bure, aende asiende. Wangapi wanasema Soprano aende kabisa la Kasongo? Si hapa ni Kitui? Si hapa ni Kitui? Mnajua Seneta Wambua ni mwanaume si mwanaume? Huyu mwanaume mimi niko na shukrani kwenu. Simulipatia yeye kura. Siku mimi nahangaishwa na Kasongo Senate, alisimama na mimi. Na shukrani ni kwenu. Si ndio? Kama mngechagua mwanaume angekuwa msaliti. Aliambiwa na Kalonzo simama na wakazi Rigiji akasimama na mimi. Si ndio? Si hata mimi nikisema siku ikifika asaidiwe kidogo si ni sawa? Si ndio? Na huyu mama wetu women rep, si ni mama anaitwa nani? Anaitwa nani? Ni mama si mama? Ako na msimamo hana msimamo? Aangaliwe asiangaliwe? Si ndio? Msimame na viongozi ambao wamesimama na Kalonzo. Kwa sababu kujenga huyu Kalonzo lazima mjenge wale viongozi wanatembea na yeye. A leader is a strong leaders around him. Huyu Kalonzo hawezi faulu bila kuwa na viongozi around him. Viongozi wako na nguvu na msimamo. Mtawasaidia? Mtawasaidia? Haya, mimi niko hapa Kitui hii siku mbili. Mnanipangia namna gani? Mnanipangia namna gani? Iko Muthugui? Iko Muthugui? Nini ingine iko? Sasa jioni iko bahali ya 2-3 ya mzee kutafuta usingizi. Hata nyinyi wazee mnapatanga 2-3 ya kutafuta usingizi. Na mimi nimeambia polisi, tutarekebisha polisi tukichukua serikali. Hao polisi tunataka wakuwe marafiki wetu. Wakipata mzee amechapwa 2-3 ya kutafuta usingizi, akienda nyumbani, wakimweka kwa Land Cruiser, wasimupeleke police station, wapeleke nyumbani kwa bibi yake akapumzike, akalala. Arambe! Asanteni sana, thank you very much. Ili tuende mbio sasa, nataka nitambue yule mama mjumbe wenu huyo amekuwa apatoe microphone. Mheshimiwa Wedhi, ni yale askari ndugu
wale askari walisimama na Rigiji, mmoja ndio huyu. Apatiwe microphone very quickly. Ingine apatiwe county women rep very quickly. Alafu senator, na wale wengine nauliza waheshimiwa tusimame tu hapa kwa jukwaa so that we can save time. Ataongea saa hii, atukaribishe bevi. Mheshimiwa Mama Shabik. Haya. Simpatie sauti wewe. Sawa, andumaka tundiazi muyazia. Muyazienge. Ata wa Yesu. Muya ini muzia. Mabinda nde. Ni mwanaeni. Wacha nichukue hii wakati niseme wageni wetu karibu sana. Karibu Katutu. Hapa ni Katutu. Katutu Market. Hii ni Kawi Ward na hii ni Kitui West constituency. Nitwa Madho Jamba ito. Ya ile tuema Wiper. Stephen Kalonzo Musyoka Musyoka nande Musye. Musye. Aya na kunenga Wiper nenge Komboa Kenya Wiper. Wiper. Ndabye ni mukwatie mwalyo. Mwakwata mukwatie mwalyo mwikakengwe na mwalyo. Mwika kwani otiwa wenyu na andengo. Mwika siyovya mbozo siyovya. Asante sana nimya. Kila mundu ose kura na tumanye jadi jangu nova. Na wezi maikata. Aya one time. Na kwea Wiper mbe Komboa Kenya Wiper. Wiper. Ilianza tu one time. Aya ni mwazete kura. Mimi niko kadi na wewe nje uko kadi. Asante sana, asante. Ani ni mubea karibu. Asante. Mheshimiwa Irene Kasalo, Mama County. Apatiwe haraka microphone. We said watafutie njia hapo. It will be a lot easier if we were all like in one place. Jamaa microphone anasumbuka. And I think ukiwa hapo tujulishe huyu nyuma yako ni nani. Tupitie hapo namna hiyo. Asante kidogo. Hapa nasema. Aya. Kitui Wesoye. Kitui Wesoye. Arambe. Kwa majina ni Millicent Omanga, nasimama kiti cha Women Rep kule Nairobi. Asante. Arambe. Adomaka dudu mwekwa. Nemonia Kalonzo wa Musyoka. Nemonia umeana ukie na momena idho inene. Nemomona. Timu eno ni ya kwasa usumbe wa Kenya. Na nzee ya kwasa usumbe ni lazima mwose kadi. Muko kadi. Asante, Mungu awabariki. Thank you, Senator. Very quickly. And the other leaders, musimame hapa na watambulishe. Watambulishe briefly. Katutu Katutu Monsieur. Monsieur. Nimona eni. Nimwewe mweyo. Nimona Kalonzo wa Musyoka. Nimona tana. Makofi Kalonzo wa Musyoka meva. Asante. Sasa party leader na viongozi wengine yangu watakuwa ni mawili. Mwanzo niseme asante sana kwa wageni ambao wamefika huku siku ya leo. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Mturi, Mheshimiwa Rigiji, mkiambatana na party leader His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Leo ni siku yenu, sio siku yetu. Lakini sasa viongozi hapa kuna local issues pia ambazo ni lazima msisikie ili mtusaidie. Niseme nisiseme?
Niseme nisiseme? Party leader, wacha tuseme leo itutoke. Tumekuwa tukipigana na wakora hii kaunti yetu, wakora ambao wanaenda kuiba mchanga kwa mito yetu, wanaweka pesa kwa mfuko, watu wetu wanabaki wakiwa na shida. Party leader na viongozi wale wengine mko hapa, ile mkora mkubwa kabisa wa kuiba mchanga ya watu wa Kitui, barabara ya kwenda nyumbani kwao ndio hii iko hapa, anapatianga hapa. Alafu juzi kwa sababu ya mimi kutatia mchanga watu wa Kitui, ananitumia message ya kunitisha mimi. Nye ni mtu akutishwa nando kweli nye? Ni mtu akutishwa nando na Kalungu kweli nye? Wale watu mnafanya kazi na Kalungu na mko hapa, mwende muambie atafute watu wa rika lake wa kutisha, sio mimi. Sasa ndo maito ando makutisha tiki ya Wambua. Aya mani ando manzuke yake otisha. Na mimi nataka niseme ukweli hapa, party leader. Hii mchanga ya watu wa Kitui, hii ndio mali ya watu wa Kitui. Saa hii kuna hii kitu Ruto ameita affordable housing. Kwa hizo manyumba, party leader, yule mtu anauza chuma amepata pesa. Yule mtu anauza simiti amepata pesa. Yule mtu ameuza mabati amepata pesa. Mwenye ameuza milango amepata pesa. Lakini mchanga yote, more than 80% of the sand that is building affordable housing inatoka hapa kaunti ya Kitui, na watu wa Kitui hawapati hata kitu. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Sasa party leader imefika mahali, mimi kama senator wa kaunti ya Kitui, I am the only elected leader with a constitutional mandate to protect the interests of the county of Kitui and the government of Kitui. Mimi nikichukua jukumu under article 96 of the constitution. Nataka niseme hapa nikiwa Katutu, wale watu ambao mnachota mchanga kwa mito ya kaunti ya Kitui na kuharibu mito yetu, mkome kabisa. Kana mwaziana ndo maito. Na itafika mahali we will confront you. Itafika mahali hizo malori tutachukua funguo, tutapeleka zote kwa police station, amutafanya kazi hapa, muumize watu wetu kama tunaangalia. Munaendie Mwazia, ni Mugumba na Nzamba, Mumba Nyembesa, munenge you are preferred candidates. Nikanama walujekia Wambua, go and do that. Mimi eri hata nisichaguliwe kitu, lakini ni protect interests za watu wa kaunti ya Kitui. Ya mwisho, and this is a national issue. Party leader, hawa watu wa Katutu hawa wamenituma kwako. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hawa watu wamesema wanagojea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027, wakiwa hivi na wale wamebaki nyumbani wote wakuje kule State House waone ukiingia State House. Mumesema hivyo nyinyi? Mumesema hivyo? Sasa mimi nataka niulize viongozi wenzangu wako hapa hivi. Bwana DP leader, DAP leader, DCP leader. Yani unajua watu Kenya yote inajua tu the next president ni Kalonzo Musyoka. Everybody in this country knows that. Yani badala ya kukaa sana tunangoja sijui tufanye nini, tutangaze huyu jamaa, tuingie kwa masimo, tutafute kura, tuingie State House, tumalize hii kitu mara moja. Nyinyi watu wa one term. Nyinyi ni watu wa one term. Katutu harambe. Ruto aende asiende. Kasongo aende asiende. Kaongo aende asiende. Ni mwizi sio mwizi. Ni muogo si muogo. Aende aende. Aende asiende. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Unajua sitaki kujibiana na senator wa Kitui. Ndio naendelea kuende uno kumbini ya kwaya tu. Lakini subira yavuta heri. So hatutaki viongozi hawa wasikie tunawasukuma sana. Sio huo? Ombovyo. Lakini ndo zaka yake mbio anataka ubodhe letene. Sio?
So we thank you. Now wale wengine nitawatambulisha, wataongea huko mbele. Hapa kuna Mheshimiwa Mwalika, mjumbe wa Kitui Ruro. Wewe ngalekozi yake zasionde. Huyo ni askari timamu. Hata ongea, tutaongea mbele. Na usumwa Zabyumbe wa Mwalika, etwa Gideon Muliungi, mjumbe wa etwa Bwana Kisithe. Gideon azio ukalala na uru. Abozuwa mkale muno, wao mie na Kisithe bau. Gideon Muliungi, mjumbe wa Kitui Central, Mwingi Central, amekuwa askari kali sana. Alafu pia mjumbe mwingine ndio have another MP, Mheshimiwa Nzengu, mjumbe wa Mwingi North. Usinuene kone akura. Kama kange kone yangu kone onginoko. Usinuene kone akura. Alafu hapo tuna deputy governor wa Malombe, Bwana Kanani Wambua. Bwana Kanani na hizi ando metweka ikweta sianda mazito. Ayu Kanani zine kule. Is my uncle. Even the uncle wako, I can manage to do that. Thank you Wambua. Thank you Speaker wa bunge ya Makueni, kijana harudi nyuma. Na muulize speaker wenu wako wapi? Huyo anaitwa Mbilu, Douglas Mbilu. Speaker wa bunge ya Makueni. Alafu hapo mwingine anakuja, huyo bwana ni acting aspirant wa senator. Asante sana aspirant. Alafu tuko na nani mwingine aspirant wa Kitui West? Wito hata Mondome ma Kamanga. Kimanga. Thank you. Wewe ni rafiki ya Shabik, mama Shabik, tutawasota utuko watajuana. Hapa mwingine jina hiyo sikupata. Mama Petronila. Unataka county women? Unataka chao? Tuena bika MCA Petronila wa dhimono. Tuko na Ngepe Notila makofi. Kuna Jane Kibati, ako wapi mama Jane? Anataka county women rep. Huyo ni Kubasila. Tuangie kuyako Kitui Mwingi West. Kubasila. Na huyo mwingine msisukumane bure. Huyo ni Jane Kibati. No, Redemptor. Usi mwetu wa kwa Redemptor, mwetu wa Musioka kati John Redemptor. Nataka county women. Jane Kibati ndio huyo. Anataka pia county women rep. Atuye kuke ndo ni oju Jane. Pole pole tu. Musije mukasumbua kina mama. Kuna weozimu mbona. Asante. Huyo bwana anaitwa nani huyo? Makao. Anataka kiti pia. Tunaelekea huko kwenu. Alafu kuna mwingine huyo. Hata yeye anataka kiti. Ako na picha yangu mzuri. Asante. Thank you so much. Aspirant. Kimwele. Thank you. Na huyo mundu ambaye tuziwa umeeta Mwenyoke Bookshop. Thank you. Anataka kiti pia. Huyo anaitwa Kitute Kumba Kitui East. Anataka kiti. Huyo mwingine namuona vizuri. Huyo Milai. Huyo ni executive director wa chama cha Wiper. Tumpigie makofi Milai. Na huyo naye county women rep mama Faida hu Makasi. Mawia Mwazu. Thank you so much Makazi Mawia. Na huyo naye anaitwa. Treat your underarms as well as the rest of your skin. New Nivea Derma Control Natural Tone with 72-hour sweat and odor protection for soft and even skin tone in 2 weeks. Nivea is for skin. Nataka Mwingi North kuya kwa Malili. Wote ninyi mwetu kanisa tiwo mumanza askali ale kali. Eto akenge ndio
Ngomeni. Mami ndiye huyo Kitui South. Asante, tunaelekea kwenu kesho. Na huyo ni nani huyo jamaa? Niko na mazi toba ume. Anthony Kitabu. Kutoka South, Kitui South also. Thank you. Na huyo bwana huyo anatoka Malalane mwisho wa Tana River. Asante sana daktari. Na huyo hapo ni Katonyi, MCA wa Kiso Mevukoni. Kiso ndio. Private entities including hotels, schools, and office blocks, which provide CCTV footage upon request to support ongoing investigations of security operations. A proposal to expand CCTV coverage to additional major towns is underway. The government is working to restore all non-operational cameras and extend surveillance coverage beyond Nairobi and Mombasa. The next question is regarding measures put in place by Ministry to strengthen community-based intelligence. Honorable Speaker, the government is revitalizing community policing, establishing dedicated online like Fichuok or DCI, embracing community engagement on security matters, including the now established Jukwaa la Usalama, which has proven highly effective in fostering trust and cooperation. Building on the positive impact of these forums, commanders have been encouraged to, in liaison with the local administrators, to replicate similar barazas with Wananchi from time to time, to provide platforms for sensitization on relevant laws, conservation efforts, peaceful conflict resolution, crime prevention, thereby strengthening community policing and enhancing public participation in security matters. So Jukwaa la Usalama is not an event, Mr. Speaker. I see many people are struggling to understand what it is. It's not an event, it's a concept that is applied in the security management from when we established last year onwards, and it's an ongoing process. And I encourage senators to participate in Usalama forums in their own counties and to organize others with their county security and sub-county security teams, because this is the only way we can be able to sort out security challenges in our locality. On the broader security and criminal justice reforms being implemented, Mr. Speaker, allow me to say them in bullet forms so that then, because the detailed statement has been provided, we are, Mr. Speaker, first of all, let me say that there is ongoing operational modernization, especially on the technology side. We are in another promise, maybe a month at most, we shall have completed procurement processes of establishing a massive technology application in the police sector. That will include digital OB, Mr. Speaker. It will include CCTV cameras in 7 towns in Kenya. That includes Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, Eldoret, Nyeri, and Meru. It will also include the 7 command centers. Does this conflict structurally change inflation? The energy crisis might persist for a lot longer. You know, everything that we import will... Data analytics, including AI, will be used to analyze matters of crime. Mr. Speaker, this also will include CCTV cameras in every police station across the country, including ICT equipment in all the police stations, and also tablets that will be given to administrators, including chiefs, to make sure that they do their job better. These were
some of the key proposals of Jukwaa la Usalama, and we are now implementing them, including a system of reporting, a technological system of reporting. Mr. Speaker, on mobility and deployment, we have also, pursuant to the Jukwaa la Usalama proposal, we are ensuring that police officers cannot serve in one place for more than 3 years. The system is being put in place to ensure that there is mobility and rotation, so that police officers do not become complicit and become familiar and complicit in the areas they serve. On oversight and accountability, both IPOA provides the oversight and external checks over the police, but also we have internal affairs unit that does internal checks within the police, and also there is the work of the Kenya National Commission of Human Rights and general civil society that are monitoring the works of the police. We are also training our officers now on human rights. We are on human rights and change of culture and behavior. This is a curriculum that is being emphasized, especially with the 10,000 police officers that are undergoing training now. The next question, Mr. Speaker, is number 16. Number 16. And CS, I would urge that you peruse very fast, because we already have the answers circulated. Thank you. Honorable Senators, we are going to extend the seating to 1:15, so that we can give a chance to the CS to conclude. Thank you, CS. Thank you, Mr. Speaker. On the question of number 16, I'll go straight regarding missing persons in the country. Part 1, regarding the data on number of individuals reported missing since 2022. We have provided the data there, Mr. Speaker. You will see in 2022, there were 153 missing persons, 2023, 128, 2024, 159, and 2025, 131. And to help Senator Manzo to have a proper comparative analysis, we have provided that for 2016, which was 154, 2017 it was 148, 2018 it was 165, 2019 145, 2020 was 168, and 2021 was the highest in terms of missing persons, 2019, which were 219. From 2021 down, from 2022 there has been downward de-escalation, including last year. The missing persons were the lowest in the last 10 years, which was only 131 persons. On whether the police established persons involved in the disappearance, the National Police Service, through Directorate of Criminal Investigation, actively investigated all reported cases of abductions and disappearance or alleged abductions. These investigations have led to arrests in several instances, with suspects arraigned before courts of law. Some cases are at advanced stage in court, others remain under active investigations, while a number have been concluded as indicated in the table above. However, investigations have faced certain challenges. In some instances, individuals who resurfaced after alleged abductions declined to record statements, Mr. Speaker, thereby limiting the ability of investigation to conclusively determine the circumstances of their disappearance. Further, there are cases where it was established that individuals had voluntarily gone into hiding for personal reasons and not abducted. Concerning measures implemented by the government, Honorable Speaker, the government has implemented various measures, and I want to say that there is a specialized abduction unit within the DCI now. There is an enhanced mechanism of reporting through Fichua kwa DCI, strengthened investigation and prosecution, revitalized of community policing. All that, the details in the report. Regarding details of the psychological and other support mechanism available on abducted victims, Mr. Speaker, our victims and their families are guided on how to access psychosocial support services, including counseling and trauma care, through relevant government institutions and partner organizations to help them cope with psychological and emotional impact of such incidents. In addition, the government ensures that affected families are kept informed of the progress of investigation as part of its commitment to transparency and victim support. However, the ministry does not currently operate a dedicated financial compensation scheme for victims of abduction or their families. Notwithstanding this, affected families may pursue compensation through existing legal and institutional framework. The last question, Mr. Speaker, is number 23 for today, which is 22 and then 23. Okay, both 22 and 23. Thank you, Mr. Speaker. Identification card registration, collection centers across Tharaka Nithi County.
Part 1, on the establishment of additional, this is the question of Senator Mwenda of Tharaka Nithi, and on the establishment of additional evenly distributed national identification card registration collector centers in Tharaka Nithi by the government. Honorable Speaker, the National Registration Bureau has operationalized national identity card registration centers in all 10 sub-counties in Tharaka Nithi County: Kamang'ombe, Tharaka West, Chuka North, Tharaka South, Mukodhima, Mara, Mudhambi, Tharaka North, Chiakanga, and Chuka South. In addition, residents can access services in 17 divisional centers across the county, as well as 4 Huduma centers in Kadhwana, Chuka, Marimanti, and Mara, where National Registration Bureau has established registration centers. At the national level, NRB has established 934 registration centers from regional to divisional level, ensuring broad coverage and inclusivity. This extensive network ensures that registration services are accessible to all Kenyans, supporting inclusive and socio-economic development. The ministry continues to operationalize newly created administrative units, which plans to incorporate NRB and civil registration officers into the designs of upcoming DCC and SEC officers, which will further expand registration services to all divisions. Mr. Speaker, just allow me 1 minute to emphasize one thing. One, because I've seen some propaganda out there about identity cards. All the identity cards that have all the people who have picked the identity cards, we have printed all the identity cards except 58,000. And those 58,000 will be printed before Friday. And will be sent to all centers across the country. There are no pending printing of ID cards in the country except the 58,000. And at the rate at which we print ID cards, by Friday will be done. That shows the highest level of efficiency since independence in terms of printing of ID cards. Number 2, Mr. Speaker, the region where Senator Mwenda comes from, Mofire, my friend, has the highest number of centers of registration in the Republic, led by counties like Kiambu, Nyeri, Kirinyaga, Embu, the entire part of central region, and the 3 counties in the eastern region. In fact, those plus Nairobi and a few counties like Uasin Gishu, maybe Kericho, Kisumu. Those are the counties we can say they have the highest numbers of registration centers in the Republic. There is no reason why a Kenyan should not have an ID in any part of Central Province, Nairobi, parts of Central Rift, the most marginalized areas historically, and I must say this, Mr. Speaker, is the Coast region, the Northeastern region, the North Rift parts of West Pokot, Turkana, Baringo, Samburu, the Upper Eastern of Isiolo, Marsabit, and Mr. Speaker, the other parts of the country like Busia, the border there. Those are areas they can complain about ID cards. For the information of all the propagandists. New Pepsodent Herbal, introducing a unique combination of natural ingredients with herbal extracts, salt and mint in an antibacterial formula for fresh breath. IDs. There is absolutely no reason. If there is a reason why someone doesn't have an ID, it is personal reasons, because the access to services. But a person in Wajir, even when we have taken the registration center to a constituency, is still, comparative to other parts of the country, Central Rift, Central Region, and so forth, that person is still traveling compared to that more than 3 counties in one constituency. And so the people who should be complaining about access of IDs is not somebody who is in Nairobi and its environs. It is the people who are in the far-flung areas, whom now are being accused of being assisted by the government, and yet we haven't even operationalized more administrative units for them to get IDs. This issue, and I must caution us as political leaders, let us not take our tribal bigotry to the level of hating parts of the country, people to get services. People need ID to access SHA and other basic services. I would understand if someone complains in Kilifi, but somebody who will complain in Nairobi here or Eldoret or Nakuru
or Kericho is actually unacceptable. Those people should be able to go and get their IDs. We have enough centers across the country. On deployment of mobile registration, I must say, Mr. Speaker, that recognize that access to identification documents is a fundamental right. The ministry has undertaken several mobile registration initiatives to address accessibility challenges, including, Mr. Speaker, during our Jukwaa la Usalama engagement, during these forums, NRB conducted mobile registrations in all the countries where we went using live capture technology, reducing turnaround time for national ID issuance from 30 days to 7 days. School-based registration in partnership with Ministry of Education, NRB registered over 33,000 eligible students aged 18 during the second and third school terms. This program will continue in these years across the country. Usajili Mashinani, our ministry launched in Usajili Mashinani in October 2025. This mobile registration initiative targets marginalized and ASAL counties, bringing services closer to communities with poor infrastructure. Expansion of the program is ongoing to ensure equitable access. At the moment, this team is in Marsabit and Isiolo, and hopefully they will go to the 3 counties of Northeastern next week. These mobile registration exercises have significantly improved access to national identity cards and related essential services, reinforcing the government commitment to inclusivity and citizen-centered delivery. Last, Mr. Speaker, which is 23, a question of Senate Minority Leader, Senator Matsayo. I wish to state as follows. Regarding the ministry current strategy of maritime security, Honorable Speaker, maritime security remains a key national priority due to its critical role in supporting Kenya's economy, safeguarding national security, promoting the blue economy, and ensuring regional stability. Kenya's coastline border major international shipping routes and the port of Mombasa handles a significant proportion of the country's international trade, including transit cargo for neighboring and land-linked countries. The ministry, through the Kenya Coast Guard Service, has adopted multifaceted strategy to enhance maritime security, including enhanced maritime surveillance, community engagement and initiatives, including Usalama Baharini, which is part of this concept of engaging the stakeholders. 3, interagency coordination, a joint operational framework by KDF, police, and so forth. Regional and international cooperation, including joint patrols and intelligence sharing with neighboring countries. With the National Maritime Risk Framework, Kilifi County is classified as medium risk area. While it's not a high threat zone, factors such as high small vessel activity, numerous landing sites, and its proximity to areas previously affected by cross-border security concerns necessitate sustained monitoring and security presence. On the reasons why Kilifi County, despite its long coastline and strategic position, has not been prioritized for deployment of Coast Guard, Mr. Speaker, the Kenya Coast Guard Service already maintains an operational presence in Kilifi County, specifically in Gomeni Station, which supports maritime security operations within the area. This presence is reinforced by operational support from Mombasa Station and offshore patrol capabilities. The ministry has plans to expand this presence through the establishment of additional stations in Mayungu and Kilifi Town. However, implementation has faced challenges, including limited availability of suitable public land, high cost of acquiring private land, and budgetary constraints affecting infrastructure development. Despite these challenges, Kilifi remains a strategically important area, and efforts to enhance the deployment of the county are ongoing. Regarding the status report on capacity and distribution of Kenya Coast Guard's assets, the Kenya Coast Guard maintains a strategic operational footprint along Kenya coastline, anchored by stations in key locations and supported by patrol vessels and surveillance systems. Plans are underway to expand coverage through additional stations and improved infrastructure, subject to the availability of resources. The allocation of assets and personnel is guided by the following criteria: operational necessity, strategic positioning, resource optimization, stakeholder engagement, ensuring there is a coordination with the local community. On immediate and long-term measures that the ministry is putting in place to ensure equitable deployment of maritime security infrastructure personnel across the coastal counties, Honorable Speaker, the ministry ensures equitable deployment of maritime security infrastructure and personnel through the application of need-based, risk-informed allocation framework.
As earlier indicated, the deployment of assets and personnel by the Kenya Coast Guard Service is guided by operational necessity, strategic positioning, resource optimization, and stakeholder engagement. These criteria are applied uniformly across coastal counties to ensure that no region is disadvantaged, while at the same time prioritizing areas with higher security risks and operational demands. In addition, ongoing engagement with the National Treasury is aimed at securing necessary resources for recruitment and deployment of personnel to ensure balanced coverage along the entire coastline. These measures are designed to guarantee that maritime security are distributed, security services are distributed fairly while remaining responsive to evolving security needs. These interventions are aimed at strengthening maritime governance, enhancing national security, and ensuring that all coastal counties benefit equitably from maritime security infrastructure and services. I thank you, Mr. Speaker. Cabinet Secretary, there is one question. I don't know if you have it in your list. Number 52, asked by Senator Hamida. It was answered. My apologies, Senator. I think we deferred it. Cabinet Secretary, I'm still calling you Senator, but that's okay. I think that question was deferred. We will go to supplementary questions. Senator, could I ask the senators who've asked the questions to give an opportunity to the senators who've not asked a question so that they can ask? Maybe it's a they will ask a supplementary based on your question. If we can give them an opportunity because they have not spoken. Senator Kisang. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, mine is quick, is to thank the CS because I attended the Chukua La Usalama in Elgeyo Marakwet County and it bear fruits. Now we have peace in Elgeyo Marakwet County. My supplementary question is, what plans does the CS have to prefer charges against those who self-abducted themselves, but in the process, actually, we have come to discover they were doing self-enjoyment? Senator Miraj. Speaker, asante, niweze kumpongeza waziri kwa kutimiza nusu ya zile ahadi aliweka wakati alikuja katika jukwaa wazi pale Mombasa. Na pia ni muombe katika swali langu kuna Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform. Tambulisho katika shule zetu. Tunawezaje pia kusajili birth certificate kwa sababu watoto wingi hususan wale wanaotokea maeneo ya Likoni wanakosa ile huduma ya capitation kutoka kwa serikali kwa sababu hawatambuliki na serikali. Naomba kwa unyenyekevu uweze kutupatia mwelekeo. Asante. Senator Veronica. Thank you, Honorable Speaker, for the chance. I will ask this question as a supplementary to the missing persons records that have been called forth by Senator Manzo. To Honorable CS, there are Kenyans who were tricked to go to war in Russia, and they eventually found themselves at the battlefront between Russia and Ukraine. And there is one gentleman, James Mushoki Mwangi, from Kegumo constituency, I believe Muthithi, who the family has lost contact with. What are you doing to ensure that such Kenyans are restored back to their families? And do you have any plan to ensure their safety while they are out there and their protection by the government that they are serving under? Honorable Senators, we have 3 minutes. If you allow, let's give an opportunity to the CS to answer those 3 questions. And if we still have time, we'll take one more question. We don't have time, Senator Nyuto. Senator Nyuto, you did even ask a question previously. So I was giving an opportunity. You're right, but she's a speaker. She's a speaker. She's a speaker. So Senator Lelengwe, let's allow the CS to answer. CS, let's. Okay, very quickly. And then you two very quickly. Very quickly, we don't have time.
Thank you, Mr. Speaker. On registration of new IDs, we commend the government for extending mobile ID registrations to sub-locations, particularly in Samburu County. However, the turnout has been overwhelmingly high, with many citizens unable to register and officers ask the question, work beyond official hours. Could the Cabinet Secretary consider extending the registration Thank you, Senator. period in Samburu and other marginalized areas? Thank you, Senator. Senator Nyutu, very quickly. Thank you, Mr. Speaker. It's unfortunate we cannot raise a standing order, against CS. But Mr. Speaker, we must tell the CS that I was there with Rigathi Gachagua at Karen Hospital. Do you have a question? We were given... Do you have a question? Yes, and we were given a brief by the doctor. So, Mr. Speaker, it's not... Yeah, thank you, Mr. Speaker. On the question of Senator Kisang, Senator Kisang has asked the question of why we have not charged these people. As you know, Mr. Speaker, former Minister Tuju was charged. As you know, Mr. Speaker, Honorable Koimburi obtained a court order, and Justice Mita also protected a young blogger who was supposed to be charged. So this is an ongoing process, and I thank you, Mr. Speaker. Thank you. Thank you, Cabinet Secretary. Because of time, I would ask the senators who still have questions, maybe you can approach his office and pose the question to him at his office. Thank you, Cabinet Secretary. Honorable Senators, it is now 1:15 p.m. and having concluded the business for which I extended the hours of sitting, pursuant to Standing Order 34-2A, the Senate stands adjourned until later today, Wednesday, 22nd April 2026 at 2:30 p.m. Tulizimiwa mic wote. Sio mimi peke yangu. I think the time has come to an end. Mafuta kama Gulf na kwingineko wanaletea kampuni ambazo Ruto mwenyewe amesema hii Gulf, hii nini, na ndio sasa gharama ya mafuta imeenda juu, na gharama ya mafuta ikienda juu, bidhaa zingine zote zinapanda. Kwa hivyo hapa Mutunguni nataka niwaulize, je, nyinyi mnakabiliwa na kasongo kama wenzenu wa Kenya, ama nyinyi mko na nafuu? Mnaumia kama Wakenya wengine? Wangapi wasema wanaumia kama Wakenya wenzao? Kwa hivyo ndio tunasema kwa kauli moja, wakati umesalia mdogo. Sasa tujikomboe. Uchaguzi unaokuja sio uchaguzi wa kawaida. Huu ni uchaguzi wa kukomboa Kenya. Wewe mwenyewe uko tayari? Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Na tukikomboa tutakuwa pamoja. Wakenya wameamua kutoka Mlima Kenya mpaka pwani tunakoelekea, kutoka upande wa Northeastern, mtaona wengine hapa, kutoka Ingo Western Kenya, kila mahali Wakenya wamechoka. Ninaona, unajua wanatuogopa sana. Wakiona Kalonzo na Rigiji na JB na Eugene wanaelekea mahali, wanatoa habari. I hope hii pesa capitation. Sasa shule nyingi hazifanyi kazi, walimu hata mambo yao yanaharibika. Naona katibu wa elimu anasema ametoa pesa ndio by Friday, Ijumaa, leo ni Jumatano. Kama Ijumaa hiyo pesa itakuwa haijafika kwa mashule, huyo katibu wa Ruto atakuwa anaonyesha yeye ni kama mkubwa yake. Uongo mtupu. Watu wamechoka na uongo Kenya hii. Na hiyo tumembai tumukona na you made you know kete yemwe tetabika.
Inyo mwe tayari? Mwazi atuke tetapika. Nundu etapika yeteleka. Kanatiwo, eto anoa kato ina anoa. Mea kesi yonde mbaitu mwe kalamu etelete vinda nebikie. Na niwa nani pinya takatume idhanga. Mweze katume idhanga wako mane anako. Inyo mwe tayari? Mwe tayari? Osaikura. Sasa hapa viongozi wote, all of you aspirants, this 1 week imebaki, kila mtu aingie village, watu wachukue kura. Mtafanya hivyo? Nundu batena kura ya kwa Ruto na yo mwaka ukite withe tuiko nawe amana, lakini kwa bikabu mondume tumukwatite mimio mondume ndamia tumubinye katwe kamubinye abinyewe kanda kabinyewe tukwate mimio kanatiwo na mwe tuambie savali kwaza tuthete bako amwa bwanzunze mewani tuambie na mutume akiwa nobe ba mema kansala na mae ya mundume ateke beti yu Kenya iwe Kalonzo ibabuka niwe kanatiwo mbaito kwa hivyo itukoemewa bau itukoemewa bu ndio ikazo tukola mnyamu wangu wemeaba alam kaza twemewa bu koko yolu twemewa kone tose ikura na metoki. Kwa hivyo nataka niwaonyeshe viongozi wawasalimie briefly. Kwanza hapa hatuta ongea sana na bana mondo kuthiona ngana emusele athua tando ange kanatiwo twitono twikatukoza wana matata nda kilevinda kanatiwo bala balona usikumie na usikuma wapika kwa siku waemeabo right waemeabo we nondo awambeze ngalukozi akibwezi au Ruto akinyangia break bo yunende mwe akala ametuki ona balawolole kwethe wabikie maua wangie siolo because hii ni barabara muhimu zaidi. Kwa hivyo hatutaki watu ambao wanatumiwa na Ruto hapa nyumbani. Andozumeza kiumo lakini tuweko enda kiumo kidhi kwa ziana nondo ziana zitu imoma kwa ze kiumo alama hotelanilie mukamba ndakoze kebela bukanatiwo. Kwa hiyo mimi nasema wakati umefika. Thank you Mama Shabik. Hapa tuko na Mama County, Mheshimiwa Senator, Mheshimiwa Dr. Irene Kasalu. Pale tuko na Senator Wambua Kio. Si ndio huyo? Si kijana yenu huyo? Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. Give her Pepsodent. It repairs tiny holes and forms a protective layer for maximum cavity protection, so she can grow up with a confidence. Ukatwithia twania pinya nondo unobakamo ndethesie tio wei moka mabulania independent sijui nini Kalonzo atweke president osisi na jumbe meongweli kukekalika lakini wakayu mweke bidii. Huyo ni Mheshimiwa Nzengu, mjumbe wa Mwingi North. Huyo ndiye mjumbe wangu huko Mwingi North. Alafu tuko na another MP hapo, kuna deputy governor wa Mbua wa Kanani, deputy governor wa Malombe. Hapo kuna sorry. Huyo ni speaker wa bunge wa Makueni Mbilo ambaye iko Ngamelabau simameni hapo. Wacha kwanza tusikie principals au kama and introduce mwisho. Sasa sawa? Sasa nitamwalika ndugu yangu, rafiki yangu Justin Muturi aliyekuwa speaker wa bunge. Asante. Baito muyase otulia.
Harambee! Kumbe muko one term. Wacha niwajulishe huyu kiongozi ambaye ako karibu na mimi ndiye naibu wa kiongozi wa chama cha DP ambacho mimi naongoza. Anaitwa Mheshimiwa Jane Gogi. Nataka kusema Harambee! Andoma tulia mwaseo. Asanteni sana. Kwa sababu ya muda hatutazungumza sana, lakini watu yatulia. Sasa mwetiare kuadha namo. Mweadha baba, mweadha hapa. Bango. Tomine imwe. Haya. Lakini ni watu weke uwe. Na mpaka mwedhe mwena kura. Muko kandi nyinyi. Sasa mimi nataka tu kusema kwa sababu naona nyote muko na hamu kubwa sana. Tumalize hii kazi mara moja. Mimi nataka tu kutoa tahadhari moja. Na wale ambao ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka amesema aspirants, mkuwe ni juu yenu kuhakikisha kwamba vijana wote wamechukua kura. Nataka pia vijana muangalie kwamba hizo kura zenu kama ulichukulia hapa Tulia, imeandikwa kwamba pahali utapigia kura ni hapa Tulia. Na sasa hivi kwa sababu moja, ndugu zanguni, hapa huyu kijana ni mojawapo wa driver yangu, anaitwa Bernard Wagatama. Kura yake amechukulia kule kwetu nyumbani, kule Mbeere North. Saa hizi hii kura yake ameangalia, anaambiwa yeye ako New Site Mbeere South. Ni kumaanisha kwamba hata piga kura akienda kupiga kura. Ndio nasema hii yote ni jama ya Kasongo, na ndio lazima tuondoe hii mkora. Hii mkora lazima tuondoe, tungatue, tupeleke kule nyumbani Sugoi. Huyu driver yangu anaitwa Bernard Wagatama, amechukulia kura kule Mbeere North. Sasa kura yake imepelekwa Mbeere South. Ni kumaanisha wakani, na hiyo ni njia moja ya kuhakikisha zile kura tunataka. Yu bado tuenda huko na Kalonzo Musyoka kura. Tukupenda kura na mtu enda ota. Kura sio ndio tuenda si ile kabaya baba chondone chake. Ni huo. So, let me just give this warning in English. IEBC when we came to see you and you agreed to remove Marjan, you left his assistant, who is the acting CEO Sunguli. Hii ukora yote inafanyika, imetolewa pale bungeni. Watu wanachukulia kura Nairobi, wakienda kuangalia wanakuta kura zao ziko Mandera, Garissa ama West Pokot. Hiyo ni njia moja ya kuhakikisha siku ya kupiga kura hawataweza kupiga kura, kwa sababu mtu ataenda pale alienda kajiandikisha, aende ambiwe pole, kura yako ni ya West Pokot, Kacheliba. Sasa Kacheliba ni mpakani ya Kenya na Uganda. So hiyo mtu hiyo kura ataenda nyumbani, utakuwa mampigia Kalonzo. Hiyo ni ndio tunasema IEBC, you must call for a round table multi-stakeholder workshop. Tuje tujadiliane, tuone hii ukora, kwa sababu commissioners inaonekana ni wapya, lakini wanakuwa manipulated na secretariat ambayo inaongozwa na huyu kijana ameweka pale anaitwa Sunguli. Hii ukora yote iwezekani kuwa ni commissioners, it is a secretariat who are doing it, wakitumia hii inaitwa mobile registration skit. Na nataka kuuliza Gen Z, hata wale mnapelekewa hizi registration katika vyuo vikuu, ukijiandikisha, ukimaliza siku moja siku mbili, hebu angalia uone kama kura yako iko imekuwa registered pale wewe ulitaja. Otherwise, Kartongo wamejaribu juu chini. Mumemsikia huku anajaribu kutukana Kalonzo, anatukana wale wengine, lakini anafanya yote bure, kwa sababu
Hii hakuna pahali kujisikilia. He is groping in the dark. Ni kama mtu amepelekwa na mto. Mweze mundu watu wetu wose. Unajaribu kujishikilia unakuta hakuna pahali. Sasa unaona anajaribu wizi ya kura. Lakini tunamwambia tunakuonea mbali Kasongo. Na watu wako wa IBC tunataka muite mkutano within 14 days. Hii maneno tuje tutatue, kwa sababu Kasongo lazima tumpeleke nyumbani tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Harambee! Asanteni sana, nbaitwa Katule Atulia. Thank you. Huyo kijana anaitwa Sunguli, aende asiende? Huyo mwizi wa kura anachanganya, badala ya kupigia Mwingi West unaenda unajipata unapigia Kalundu Kitui Central. Aende asiende? So we are telling IBC, we know huyu Sunguli was the one responsible for voter registration. Now is the acting CEO. Huyo ni right hand man ya Ruto, aende kabisa. Kama kuna maandamano moja ndugu JB tutafanya ni ya kufukuza that specific officer. Walitoa Marjan, tulipoambia wakaweka mwizi yule kali zaidi, yule sugu. Sasa nitakaribisha ndugu yangu, rafiki yangu, mheshimiwa kijana wa Ingo. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Thank you. Tulia we. Harambee. Huku ni one term. Hebu nione watu wa one term. Tulia. Mumetulia ama mko kadi? Mko kadi hapa tulia. Hebu nione wale mnasema tuko kadi. Sisi leo tumeanza ziara ya siku 5 kuelekea Pwani. Na tumesema as a United Alternative Government tutaenda kwa kila sehemu ya Kenya. Tusemezane na Wakenya na tuone vile tutakomboa nchi yetu. Hapa tulia, muko tayari tukomboe Kenya? Muko tayari kusimama na Stephen Kalonzo Musyoka? Tutembee na yeye na Rigiji na huyu Muturi na kina Matiang'i na Wamalwa, tukomboe Kenya. Hebu nione wakombozi wa Kenya walio hapa. No matter how you show your confidence, make sure you feel great in your skin. Experience next level nourishment. Hasla, mnamkumbuka? Akasema atakuja inue mahasla, vijana wa bodaboda, kina mama mboga, awatoe bottom, awapeleke wapi? Up. Akasema bottom up, pesa mfukoni. Hakusema ni mfuko wa nani. Leo tumegundua huyu jamaa alienda up na ushuru ukatoka bottom ukaenda wapi? Up. Bei ya mafuta ikatoka bottom ikaenda wapi? Up. Nauli kutoka hapa Tulia hadi Nairobi imepanda haijapanda? Gharama ya maisha imepanda haijapanda? Asiwadanganye ati sababu ni vita vya kule Iran na Israel. Hapana. Ile inafanya gharama ya maisha ipande hapa Tulia, hapa Kitui na Kenya ni ushuru wa Zakayo. Na sisi tumesema bwana Zakayo, mambo ni matatu. Either ushuke ama ushukishe ushuru, na ukikatalia juu ya mti tufanye nini? Tufanye nini? Kukata mti huyu Mkuyu wa Kenya Zakayo ashuke, tunahitaji silaha kali inaitwa kadi. Sawa sawa? Hiyo ndio sababu tunashukuru watu eneo hili. Gavana wenu Malombe amesema Ukambani sasa ni zaidi ya kura 1,100. Siku zimesalia hii wiki, tafadhali ongeza hizo kura ili tuweze kumpeleka nyumbani. Sisi tumeambia IBC, Wakenya wakisema tuko kadi, wanasema ni wao Wakenya wako kadi, sio watu kutoka nje ya Kenya. Tumejua kuna ukora unafanyika sasa. Watu wa bwana Kasongo wamesema kura zake wanajua hazitajaa. Wamesema ati zisipojaa watamjazia. Kuna njia mbili wameanza kujaza. Kufanya double registration, vile former Attorney General Muturi amesema. Unajiandikisha hapa, unapata jina iko Garissa ama Marsabit. Pia wameanza kutoa watu kutoka nje ya Kenya.
kwa mipaka ya Kenya kule Uganda, Sebei wanaandikisha watu. Tunasikia hata wanatoa kule Somalia. So we are demanding IEBC to address our concerns. Hii wiki imebaki, tukimaliza we must have a round table so that we table our concerns as a united alternative government. We want also viongozi wa makanisa, tuataka mashirika yasiyo ya serikali, sote tukae mwezi wa 5. Within the next 2 weeks, itisha hiyo multisectoral forum ya stakeholders wote wa Kenya hapa, ili turekebishe mambo. Tuataka pia mwezi wa 5 huu, tuanze kuwa na clear road map kutoka sasa hadi tarehe 10 mwezi wa August 2027, tuone vile tunanyorosha Kasongo tumpeleke Sugoi. Mko tayari aende nyumbani? Ili ushuru ushuke, Zakayo must. Ili ufisadi ukwishe, Ruto must. Uporaji wa mali ya umma kwisha, Kasongo must. Mko tayari tumpeleke nyumbani? Basi mshike huyu Kalonzo, mumshike vile hawa viongozi wamemshika. Gavana Malombe amesimama na ndugu Kalonzo. Huyu women rep wetu Irene amesimama kidete na huyu Kalonzo. Seneta wetu, na lazima nimshukuru sana Kioo Seneta, amekuwa kiongozi shupavu nyuma ya Kalonzo. Gavana Wavinya, Gavana Junior, Seneta wetu kule Makueni, Mahanzo, Seneta Kavindu kule. Tunaomba ninyi mulio hapa mshike huyu Kalonzo na mikono yote mbili. Mko tayari? Muangalie na macho yote mbili. Mko tayari? Mko tayari tuende tukomboe Kenya? Tukisema harambe tusikie komboa Kenya. Harambe. Komboa Kenya. Wiper. Komboa Kenya. DAP. Komboa Kenya. DP. Komboa Kenya. DCP. Komboa Kenya. Asante, Mungu awabariki. Thank you. Sasa nitamkaribisha our cousin, Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Mumetulia? Sikimutulia, mkitulia hii Kasongo watarudi. Hapana, tulia. Lazima mtoe makucha. Tulia wewe. Baite mwaseo. Mwaseo inge. Ado ito muriaga. Hi cousins. Hi kuzo. Hi cousin. Makasini wapendane wasipendane. Makasini watembeleane wasitembeleane. Makasini watafute serikali pamoja wasitafute. Makasini wafukuze Kasongo wasifukuze. Mimi mnajua chama yangu ni gani? Inaitwaje? Kazi yake? Kazi yake? Si ndio kibarua imenileta hapa? Si kila mtu ako na kibarua yake? Mimi yangu ni kusikiza ground. Alafu niende nikalale. Sina mambo mengi. Si ndio? Hapa tulia. Hapa Kitui. Munasemaje? Munasemaje tulia? Tulia munasemaje? Hapa ni one time. Harambe. Wewe Ruto wewe. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe King'ei. Wewe muuaji. Wewe mtu ya kutenga. Mtu ya Singapore. Adui ya Mkamba. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Wakabi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Si mambo ndio hawa. Hapa Ukabani kiongozi mwenye kusema ni nani? Huyu wa Musyoka. Huyu ndio mwenye kusema hapa. Akisema tufukuze Kasongo. Akisema tufukuze Kasongo. Akisema Wiper. Akisema Wiper. Iko mambo ingine. Tumekuja kuomba ruhusa. Mtupatie huyu Kalonzo. Tuende na yeye. Tukatafute serikali. Mumetupatia? Hapa nyumbani mtachunga. Mtachunga nyumbani. Kabisa. Wangapi mnasema mtachunga nyumbani? Basi my cousins, mimi naomba nyinyi. Kazi ya kufuga Kasongo si rahisi. Inatakikana kura. Mumechukua? Mumechukua kura? Wangapi wako na kura? Basi kazi ingine ni kuamuka mapema.
kufukuza Kasongo. Mtaamuka mapema? Saa ngapi? Ati? Wewe kijana hapana ndio mchezo. Hata saa 11. Hata saa 11. Kasongo si mtu ya kufukuzwa saa 10. Kasongo ni mtu ya kufukuzwa saa 7 usiku akwenda kabisa aende. Arambe. Kazi ni tutashikana. Tufukuza Kasongo. Mimi nataka niseme jambo moja. Nimeona gazeti ya Kasongo naitwa Star. Inaandika ati jana kulikuwa maandamano, Rigiji, Kalonzo hawakuonekana. Sisi bado tangaza maandamano. Mlisikia tukitangaza? Sisi tunapanga maandamano. Na ile maandamano tunapanga sio ile Kasongo amezoea. Ati ya siku 2 watu wanarudi. Ile maneno tunataka kupanga. Kwanza tunataka ihusishe kila mtu. Tutafutana na watu ya Linda Mwananchi. Tutafutana na Gen Z. Tutafutana na United Opposition. Tutafutana na Wakenya tupange vizuri. Number 2, hatutaki tu kuongea mambo ya mafuta. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali. We must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya ABC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Na nikwambie Kasongo, wewe ulizoea Raila anafanya maandamano, unaita unamwingisha kwa serikali, maandamano inaisha. Ile itakuja hakuna mtu utaita atuingize kwa serikali. Ile maandamano inakuja, the demands we make will be met. Akina Murkomen, hii watu ya guns lazima wakwende. Hiyo maneno itakuwa hapo ndani. Mambo ya mafuta lazima. Mambo ya IBC lazima. Hao watu ya vitambulisho wanapeana vitambulisho haraka kwa Ruto huko. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Try nice and lovely lemon lotion today. Hiyo maneno yote, all those demands will be packaged as one. Na ile maandamano itakuwa Kasongo. Hata kama itaenda mwezi mmoja, you will have to do what we are demanding. I don't imagine ni hilo likuwa napanga hapo na Raila. Ati Raila anafanya siku 2 3, mnaenda mnaketi, unamuingiza ndani ya serikali, maneno yanaisha. Please, you are dealing with different characters. These are different characters. Kwanza hii kijana naongea, mtoto ya Maumau. Kasongo asisukumwe. We are going to deal with this character. Sasa nimemwona Italy analia. Msiangalie mambo ya mtandao. Watu ya mtandao muendelee. Kasongo is feeling the heat. He is crying in Italy. Ati wasikize mtandao. Hii mtandao ndio dawa ya Kasongo. Muendelee kuinject na kumwanika. Na Kasongo tunakuambia, kabla utoke Italy tafadhali, tafuta Pope akuombee upunguze uongo. Si ndio? Si aombe wapunguze uongo. Tena Pope akuombee uache kwenda kupiga Wakristo na wahuni ndani ya kanisa. Si ndio? Nimeona huyu kijana anaitwa Murkomen akiongea mambo ya goons casually. Murkomen na Kasongo ndio wenye kupanga goons in Kenya. Pale Wetima ACK Church tulivamiwa na askari ya polisi 12. Anasema ati wale wamepiga Ososi wameenda Uganda. Wewe Murkomen, wale walitupiga kanisani Udhaya wako kazini, shika hao peleke kotini. Si ndio? Huyu Murkomen na Kasongo na Sudi wamepora mali ya Kenya, wamemaliza. Sasa wameingilia mashamba ya watu, private land. Pale Kiambu kuna familia iko na 248 acres. Huyu Murkomen ameuda kikundi ya goons ameweka kwa hiyo shamba. Wanataka kuiba hiyo shamba. Kasongo, Murkomen na Sudi wanatumia vijana hapo wa Kikuyu wanaitwa akina Kororia. Sasa huyu Kasongo ameuza Safaricom, ameuza Kenya Pipeline, ameuza kila kitu. Mali ya umma imeisha. Sasa ameanza kuingilia mashamba ya Wakikuyu pale Kiambu. Sasa nimesikia akimaliza kuvamia mashamba ya Wakikuyu atakuja hapa Ukambani avamie mashamba yenu. Sasa nyinyi Wakamba, mimi napatia nyinyi ilani. Haki ya Mungu. Hii Kasongo akirudi, akimalizana na mashamba ya Wakikuyu, ameanza saa hii, hata kabla anatafuta kura, ananyakua mashamba ya Wakikuyu akitumia Murkomen na Sudi na goons. Huyu Kasongo kwa bahati baya, mkilete mchezo arudi, atakuja achukue mashamba yenu. Akimaliza mashamba, hii mtu atachukua mabibi yetu. Hii mtu aende asiende?
Hii mtu aende asiende? Ametuma Murkomen, Kiambu na Sudi, wamemwaga 1000 guns, wamevamia shamba ya Mkikuyu hapo, wananyakua na nguvu kwa sababu mali ya umma amemaliza. Sasa ameingilia private land. I'm telling you, akimalizana na hiyo mashamba kubwa kubwa atakujia hii yenu ndogo. Hapa mko na eka ngapi? Eka ngapi? Mko na eka ngapi hapa? Average moja. Eka moja mbili. Kasongo anakuja. Kasongo anakuja. Tafadhali tufukuze hii mtu. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Niko hapa na kijana ya Mau ananisaidia kufukuza Kasongo. Mliona alimsomea? Hiyo kijana mnataka kumuona? Yule alimwambia tunakuheshimu lakini nyinyi Wakamba, mimi najua mnaheshimu Kasongo lakini Wakamba mnaheshimu Kasongo lakini ama mnaogopa Kasongo? Haya, wacha nipatie huyu kijana anaitwa John Medho, kijana ya Mau. Tulia oye. Tulia Harambee. Harambee. Mimi naitwa John Medho, Senator wa Nyandarua. Wiki mbili ilipita nilikuwa Wednesday kama ya leo, Kasongo akakuja Olkalau. Nikageuka nyuma nikaona Kasongo. Ule Kasongo ambaye kila siku tunasema aende. Nikaangalia nyuma nikaona ndio huyu Kasongo. Nikaangalia na macho na yeye Kasongo ndio huyu. Nikaangalia yeye kwa macho. Kaambia Kasongo, wewe Kasongo wewe. Wewe. Kaambia wewe Kasongo, mimi nakuheshimu lakini nikamwangalia kwa macho tena mara ya pili nikamwambia wewe Kasongo, mimi nakuheshimu lakini. Kwa hivyo huyu Kasongo simu peke yake, safari yake ya kwenda Sugoi hakuna breaks, lazima aende asubuhi na mapema. Aende asiende? Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Aspirants wale sikuonyesha one by one. Huyo anaitwa Redemptor, anataka kiti ya women rep. Asante sana. Huyo anaitwa Makasi, anataka ni Makasi Agnes, anataka kiti ya women rep. Kuna mwingine hapo? Mwingine? Haya, atafungia. Makasi ndio huyo. Frida, thank you. Kuna mwingine? Mama Jane Kibati ndio huyo, hata anatoka hapa sio? Asante. Alafu ni Senator Nzaku, anataka kuwa senator, ndio huyo. Asante sana. Hapo kunaye Bwana Munyoki, tunaelekea huko Kitui Mwingi West. Huyo anataka kumenyana na mama shabiki hapa, anaitwa Kimanga. Thank you. Huyo anafuata. Huyo ni Melai, anatoka hapa. Melai kwa ameletiba haya. Kwa mba Melai. Asante sana Melai. Thank you. Huyo anaitwa Kimwele, ni waziri wa gavana. Asante sana, anataka kitu huko mbele. Kuna mwingine hapo Kanyanya, anataka huko Mwingi North. Kuna mwingine anaitwa Kitute, anataka Kitui East. Kuna mwingine anaitwa Mungu Makau, thank you, huko mbele Mwingi North, Mwingi Central. Kuna mwingine hapo Mulinga, unataka which one? Kitui East, Mulinga, thank you. Mulinga, asante. Kuna mwingine hapo, mwingine huyo Gobi, wapi? Cholone, toka kwako huko kesho. Lakini mmesikia vile tumesema, ingilieni kazi, hapana kulala. Vijana wapatiwe IDs na kura. Huyo anaitwa Ngoima Kitui hapa katikati. Thank you Ngoima. Huyo anaitwa Dr. Mbuno ni VAT. I mean something is a pharmacist kutoka huko Malalani. Huyo anaitwa Mbuno. Mark Ndingo. Pale kwa Vonza. Thank you Mark. Thank you so much. We are almost through. Wakati ndio huyo anaitwa Karobwe.
MCA, thank you. Anataka kiti ya bouncer. Na hiyo bouncer imeharibika. Haya, kuna anaitwa Katonyi, majority leader kwa MCA County Assembly. Huyo mama ukianguka tena nitakukataza. Hako na uzito, mchunge yeye. Asante mama huyo. Aha, thank you. Mbio, mshikilieni bwana. Akianguka utaniona bwana. Huyo mwanaume tuende takwaka na kwa kanga, hata msioka something sonko. Thank you. Huyo ni Bakari. Hapana kukaa kwa gari tena utasaulika huko. Bakari, thank you. County coordinator. Mike Kitui South, thank you. 074. Mwingine huyo kijana alikuwa abducted na Kasongo. Huyu. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please fasten your seatbelts. We're in for a thrilling ride. Flight time will be non-stop until the buzzer, and we'll be cruising above the rim. Temperature on the course. Kekiabwa Asia wandike tata. Vai kutambai, tumpigie makofi mbai ndi ambao waweka. Wale wanauza mbai wataniona. Ndonga shuka. Ndonga ndio huyo. Kakumote pigia Ndonga makofi. Mama Shabik maliza kwa kusema asante. Okay, patia huyu 1 minute. Irene Kasalu, ala Mama Shabik. Kamilisha because we have no time. Thank you. Senator kakamilisha. Fanyeni haraka. Asante. Tulia upo. Watu hata nimuona Kalonzo na umemena hizo inene. Aomeazuni mama wakita kwa usumbe. Sawa. Nimuosete kura. Mko kadi. Nionyeshe kama mko kadi basi. Asanti, safari inaendelea na Kalonzo asumbe kazalo watu wao zombe account ni mubamwe ya mwadhime. Must be very quick. Aya, tukile. Aya, tukilie yende. Aya, Wiper. Na mwa Wiper si Komboa Kenya, Wiper. Komboa Kenya. Andu maitu matulia mwazio enge. Ni mwana Kalonzo Musyoka. Ni mwana Enimake. Ni mukulya mwalyo ni munengi weyo. Mwiko enda mwalyo. Mwalyo we muthuku lakini we. Mwikate utiwa wenyu ni mwewa. Komboa Kenya. Wiper. Hivyo ndetu one time. But you one time. Aya, asante sana. Senator kamilisha. Safari ni ndefu. Tulia. Ando maitu mwaseo enge. Ni mwanda Kalonzo wa Musyoka. Abwa Muzumbe. Mwe mkonia makofi ende. Party leader, I will be very brief in this meeting. Nitakuwa mchache sana wa maneno. Wetani musi party leader na baandu anandu maku. Party leader Undula, Kansala Keyo wanume Kansala Matata wa ukwatie koko noonga manaku. Ni wa Senator Enoch Keyo wa Wambua ungamite naku na kukwata koko. Ando vitu maria ni mukuli ate. Ni kwata mubisi koko andika mkwata koko. Nonga mena ake. Tuinginya mwisio. Ali State House. Akomboe Kenya yito. Alafu sasa ya pili. Unajua pia kuna maneno yetu ya nyumbani huku. Na juzi party leader tulikuwa na watu hapa kwa mazishi mmoja wao. Anaitwa Munyoki Ndemwa. Tuemba dhikoni Saturday. Na namwani ngoka kuhutu na nyemondo ele atatu. Kila ngwa na mmoja andu mai tumatulia. Mwithe mwizi na saki.
kana urithi wenyu kana utiwa wenyu ti kindu kyosenzania na kindu ona kiva andu alama kuthoosya kithangathi kitu cha andu maitu ma akaunti ya Kitui makekia mbesa sio mibuko makananga mbuzi sito makananga kithangathi kitu makowa andu maitu balabalani andu ale no matabiate andu ma akaunti ya Kitui mazetie mene tekeli kama asia andu maitu ende tutetekea ngathiro katete tuteteka rikatete na muimanyate pate lile na hito utazungumza baadaye muimanyate andoa sumo toba kithanga thicha account ya Kitui maitho cia mbesa makwiki ya mubuko andoa sume na matapeli ya mweme katika account government of Kitui wanafanya hiyo kazi pamoja na hawa watu waende wasiende andu matu ni mukoliate andu makenya measia ku Kenya yonthe Ruto ni one term andu matu lienyo mwaziata andu matu lia mwaziata Ruto Kasongo aende asiende asonge asisonge ni mwizi sio mwizi ni mkora sio mkora Ruto aende asiende Harambe My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress